Kufanya abortion ni kumwaga damu isiyokuwa na hatia. Kwa nini umwage damu isiyokuwa na hatia? Eti kwa sababu tu huyo ambaye amekupa mimba ni mtu ambaye haeleweki, au kujiandaa kupata mimba kwa wakati huo. Sasa wewe ulipokuwa unafanya tendo la ndoa, ulikuwa hujui kama unapanda mbegu na ipo siku hiyo mbegu itaota? Ni jambo baya sana kufanya abortion kwa sababu ya kitu kimoja. Ardhi iwe ionege tu kama ilivyo, lakini ardhi hii huwa inahifadhi kumbukumbu. Na ndio maana Mungu alimwambia Kaini, damu ya ndugu yako inanililia kwenye ardhi. Kwa hiyo unaweza ukawa unapambana sana kwenye maisha yako, na wengi sana wanapambana sana, lakini matokeo hayaoni. Kwa sababu ya nini? Zile damu zinalia kwenye ardhi, na damu zinahifadhi kumbukumbu. Hata kama hiyo dhambi ulifanya hiyo abortion Dodoma, na ukawa unaishi Morogoro kwa sasa, na ukasema kitu hiyo hii ardhi jamani ina kumbukumbu, na huwa zinaambiana huyu mtu alishawahi kufanya nini, abortion, kwa hiyo asifanikiwe kwenye maisha yake. Madhara yake ni makubwa sana. Unaweza usipate mtoto kwenye maisha yako yote, lakini pia unaweza kuwa ni mtu ambaye huna kikao, kama Mungu alivyomwambia Kaini kwamba utakuwa ni mtu ambaye hauna kikao. Sasa kwa nini? Na ndio maana utakuta mtu hana kikao hata kwenye biashara. Leo anafanya biashara hii, kesho yupo kwenye biashara hii, leo yupo mkoa huu, kesho yupo mkoa huu. Ni mtu wa mahangaiko kwa sababu anaraana, kuna damu zinalia kwa ajili ya maisha yake. Kitu kimoja na kushauri ndugu yangu, itubie hiyo dhambi. Inakumaliza kama ujui. Itubie hiyo dhambi. Kama unajua kabisa kwenye maisha yako ulishawahi kutoa mimba, nenda katubu. Mwambie Mungu, ninaomba unisamehe. Kikaribie kiti cha rehema kwa ujasiri. Mwambie Mungu, nimekutenda dhambi. Damu ya mwanao Yesu Kristo ikanitakasa na kuniosha. Mungu ataondoa kabisa hiyo hatia. Utakuwa ni mtu ambaye hauna hatia, na utakuwa tena ni mtu mwenye mahangaiko kwenye maisha yako. Katubie hiyo dhambi ndugu yangu, kama ulishawahi kutoa hiyo mimba. Amen. Barikiwa sana.